nimechelewa. Nenda shoga yangu. Baadaye. Mani watoto hao. Acha. Na mimi shida yangu naye sijui ndio iko wapi. Haya bwana. Sayuni mama. Sayuni. Nimeamua nikuite pia, nimeona hii sehemu ni nzuri ya kuongelea. Hivi anachokifanya Badalanzi ni haki kweli? Kafanya nini? Kamjeza vimba mtoto wa watu, afu leo hii anaikataa. Ana magani sasa, ana maana gani ya kumtongoza sasa? Kuhusiana na hilo swala, mimi naona mimi na wewe tusijaji sana. Kwa sababu yeye alichokisema ni kwamba mimba sio ya kwake. Ndio. Anasema mimba ni ya mtu mwingine. Kitenesi. Haijaishia hapo. Anasema zaidi ya mara 2 au mara 3 ashashuhudia kwa macho yake. Kwa hiyo tunavyozungumzia swala la mimba inabidi tupate uhakika kwamba ni kweli ama sio kweli. Maana aliyobebelea mimba ndo anajua mtoto ni wa nani. Inaweza ikahakumu. Maana kuna siku nilikuja kumwona Hafsa na huyo Kitenesi wakiwa kwenye mambo ambayo haeleweki, sitofahamu. Ila Hafsa mimi angeniambia, kwa sababu Hafsa ni rafiki yangu kabisa, yani wa ndani, la kwangu la kwake. Rahasha, hawezi kukuambia kila kitu. Lazima kuna vitu vingine ataviweka kando. Cha msingi mimi ninachoona hapa, mimi na wewe tukae pembeni, fanye uchunguzi, ndio tutapata ukweli. Lakini hizi kurupukurupu hizi tajikuta tushakuwa wabaya kwa watu. Basi mimi nitafanya uchunguzi ili nijue ukweli uko wapi, uongo uko wapi. Haya, vipi na kuhusu swala la kuleta barua nyumbani? Mpenzi wangu, naona hapo ulikuwa umechelewa. Yaani mimi leo kesho mimi naweza nikaleta barua. Na usingezungumza wewe, ili swala lazima ningeligusia. Kwa hiyo nataka unijaze na mimi mimba ili unikimbie vizuri. Mpenzi wangu, sina maana hiyo. Naimaanisha hivi, nikishaleta barua, si ndo nimetambulika kwenu? Basi ndio ufanye haraka, maana dada leo hii katoka kunikumbushia hilo swala. Ulete barua nyumbani. Sawa. Imeisha hiyo. Basi sawa mpenzi wangu. Baadaye. Sayuni mama. Sayuni. Vipi mdogo wangu? Kuhusu lile jambo la barua, mimi tayari nishalifanikisha. Kuna mtu nishamtuma, na hivi ninavyosema wenda akawa shafika. Kwa hiyo tusubirie tu majibu yalokuwa mazuri. Kama yote yake. Sijai kukuongopea mdogo wangu. Ila endapo itakapotokea majibu yamerudi salama,
nataka nifanye jambo kubwa. Kwa sababu wewe ndo kwanza ndoa yako ya kwanza. Nataka kumziki. Usijali, ngoja kwanza majibu yarudi. Alafu utajua tunaweka jambo gani au tunafanya sherehe gani. Nikasida sichezi, mziki. Basi sawa, kutokana wewe ndo kwanza ndoa yako ya kwanza na mimi ndo kama mama na mimi ndo kama baba, basi nitafanya vile unavyotaka wewe. Na ile jitu refu. Kuhusu ile jitu refu, niachie mimi. Tamaa. Basi sawa, mimi nipo ndani. Mbaya. Vipi shemeji? Mboni wangu unaelekea wapi? Speed yote hiyo. Hakuna shida. Ila naenda huko kwa Madalanzi, sijui Malimao na mfata mama yake huko. Kuna kipi? Paka unaenda wangu huko kwa kina mama yake Madalanzi, kuna shida gani? Yaani issue ipo hivi. Huyo Madalanzi huyo anajifanyia kidume sana. Wakunitilia mimi mimba mdogo wangu alafu kumkataa. Ina maana Madalanzi amemtia mimba Hafsa. Sasa hapo sichokewa kitu gani? Kwanza hapo naona nichelewesha. Kama vipi nipishe mimi hapa nikiza. Huko unapokwenda. Huyo mamake Madalanzi unayemzungumzia wewe, mimi nimepishana naye. Tena muda so mrefu. Amesema anaelekea Kimanzichana. Amepata msiba wa mama yake mdogo. Kwa huku unapokwenda hakuna mtoto. Utaenda kumkuta Asmani mfupi kasimama mlangoni. Je, umenielewa? Alafu shemeji, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekupigia sana kelele. Mdogo wako Hafsa mimi nampenda. Hafsa mimi namhitaji. Niozesheni jamani. Sijui nini nini. Mwache. Mkielewa na wenyewe sawa. Sijui akikua, sijui mara akimaliza masomo. Hafsa kamaliza masomo mmeenda kumpa Madalanzi. Jitu jeusi. Black Fury. Kwa Kiingereza. Alafu pili mtu kama Jongoo. Jitu halieleweki. Jitu kwanza yani limepoza. Wewe. Naomba nisikize kwa makini. Kwanza hapa nilipo sipo katika mudi nzuri. Sijui unanielewa? Yaani mara 100 huu mguu niliounyanyua kutoka zangu huko, ningefika sehemu husika na mhusika ningemkuta. Alafu kuhusu mama yake Madalanzi, sio mbaya. Ataenda, atarudi tu. Najua huku ndio kwake. Hawezi kukaa huko milele. Siku yote time yote atakaporudi nitaenda. Kingine, wewe usijifanye sheta wewe. Nisikize kwa makini. Usijifanye kama vile kopo. Sawa? Kwa wewe, ulitaka mdogo wangu nikutongozee nikuletee mpaka miguuni? Au? Mwenyewe alikopo muone. Lione kwanza kubwa zima ovyo. Sijui kidonge kimekukaa upande leo, unalopoka tu. Uangalie huyu mtu yupo katika mudi nzuri wala mudi mbaya, hivyo unajielewa kweli wewe? Kafara hili. Nipishe mimi hapo. Yaani huyu ana bahati. Tukonga ninja kama pia Madalanzi sijui ni nani. Yaani wewe mimi mtu mbaya wangu kanichukulia kiswaswadu changu.
Mtu unayempenda unaweza kumtaki sawa. Yaani ukanichukulia mtu wangu, mpenzi wangu, alafu tu kangambie nyinyi. Kwanza mimi na rafiki na Madalanzi. Hapo kimeje mwangalie kwanza. Kimetaka kaka katika sita boat. Zayuni mama, Zayuni. Sasa nimechokesha nini? Wao wamefurahi kuolewa na ile Taila, si ndio? Nimefurahi ndugu wangu. Mama mwenyewe kufanya kufurahishana. Mimi nimefurahi. Mimi mwenyewe nimechoka boy. Hivi tu nifurahi. Kilikuwaje sasa kama barua kaleta ile Taila? Yote kanataka chota. Sababu mimi nilikuwa nategemea chota yeye ndo anakuja kunitolea barua. Leo kaniletea ile Taila ndio ile. Dada. Mimi najipanga. Anaitwa chota. Siku hizi dada, siku mbili barua imekuja. Iko wapi shoga wako? Sasa unaenda wapi? Aenda kwa mtoto kwa sababu haya yote kanataka chota. Sio anaelewa. Chota ndo kanataka haya. Haiwezekani mimi nimemwambia yeye nitolee barua leo ile na kutoa barua Taila. Tunataka yeye ajitoe barua. Ila sawa mdogo wangu. Hata mimi mwenyewe hata kubaliani nacho. Haya bwana. Zayuni Zayuni mama, Zayuni. Karibu. Karibu. Unakuwa mkali kusoma. Hivi chota, mwangalie kwanza na sura yako kwa mbaya. Hivi chota unajielewa kweli wewe? Hivi unajua maumivu unayopitia mimi? Sijakuelewa. Maana umekuja. Bado sijakuelewa. Hivi chota wewe ukishinda kuleta barua nyumbani mpaka alete yule Taila? Mi mwenzako ndo nishazoea ule utani ulokuwa unaniletea kwenye penzi ndo nishaloea. Ukweli nakupenda, siwezi kujizuia. Nafuta la kulia la kushoto linadondoka, machozi yananitoka. Ananidharau, ananiona kizuka.